Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu. Lakini mzee Musini, hivi utaishi katika hali mpaka lini mume wangu? Hebu ona mtoto anavyokuogopa. Yaani anakosa hata amani ya kukaa nyumbani kwao kweli. Ona mtoto anavyokuogopa. Unamfanya aishi bila amani nyumbani kwao. Mimi nafikiri baba bora ni yule ambaye watoto wakimuona wanamshangilia, lakini sio kwako wewe. Kwa nini unakuwa hivyo mume wangu? We Zulfa. Hebu sogea. Sogea hapa. Unamshikashika unamtetea? Sikiliza. Nataka majibu ya swali langu. Nina imani unalifahamu vizuri. Nasema na wewe. Baba, mimi Idrisa ameniambia nirudi kwanza. Alafu atafuata utaratibu wa kuweza kufika hapa nyumbani. Na hata hivyo ipo katika harakati za kuongea na ndugu zake. Nyo. Kasema Idrisa. Yeye angekuwa na mikakati hiyo, basi angepanga muda mrefu na ilikuwa tayari ameshafika hapa. Lakini sitoshe, kama yeye alikuwa na dhibila kurudisha huku, angekurudisha tokea jana. Kwa nini nakurudisha leo? Umelala huko kucha mzima. Alitaka afanye nini kucha mzima ili mpaka leo saa hizi ndo anakurudisha hapa? Kucha mzima lengo lake afanye nini na wewe? Ushenzi wenu Kwa mshafanya ushenzi wenu saa hizi anakurudisha hapa. Hii si sawa. Nasema si sawa. We, toka. Nenda kwa mshenzi mwenzio. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Usipende kufanya maamuzi ukiwa na hasira. Unamkosea mtoto. Mke wangu, mimi tena namkosea mtoto? Huyu ndio mwenye makosa. Huyu ndio mwenye makosa. Ananikosea mimi, anakukosea na wewe ambaye ni mama yake, anamkosea pamoja na Mungu wake. Sijui umenielewa? Hivi vitu mke wangu lazima vitafakari kwa kina kabisa. Usikurupuke. Angalia mlolongo unavyokwenda. Hama kweli, ukicheka na nyani shambani, hutavuna mabua. Mahindi yote watamaliza nyani. Kwa kuwa nakuwa na cheka na nyinyi, ndio yanafikia hatua hii. Wewe. We Zulfa, hebu nenda ndani. Tukubalie funga zetu. Mmeamua kuungana sasa Mmeamua kuungana Tanganyika na Zanzibar kutangaza vita na mimi. Na kuthibitishia hii vita hamtaiweza. Sasa vita ya nini tena mme wangu? Vita gani hiyo? Si tuanzishe vita na wewe tutakuweza. Unashangaa vita na nani? Natangaza vita kati ya Muislamu na washenzi. Hiyo Uislamu na washenzi. Hii itakugharimu. Tukubalie funga zetu, tukubalie dua zetu. Tumekuwa washenzi tena. Amina. Maana watu wanapuuzia kabisa ni baada ya Ramadhani kufanya ibada. Yaani mtu akimaliza Ramadhani kila kitu anaacha, masuala ya Mungu yote anasahau. Anafanya masuala ya dunia. Hilo ni wazo zuri na mimi nimelipokea. Tawashauri pia, tawaambia japo binadamu kuongoka na kuongoka bwana kwa nafsi yake. Wewe kazi yako ni kumwambia. Na Mwenyezi Mungu hakusema sisi tukae tukimya. Amesema kabisa fadhakiri inafati zikra. Kumbusha nini? Yaani maana hata hapo wewe ulipokuwa unanikumbusha mimi, una pointi 3 zako hapo. Maana kama sawabu Mwenyezi Mungu alikuwa anatoa moja, una 10 sasa hivi mwezi wa Ramadhani. Inshallah mke wangu, Mungu akubariki, akuafikishe katika hali ya kuwa mcha Mungu. Nani pia Mungu afanyie upesi. Amin. Sasa daftari umesema umechoka, lakini andaa basi. Unajua fadhila kumtulisha mume. Ile nipumzie kidogo. Subiri siku nimlete Shehe Mvano hapa nyumbani. Tufuturu naye akupe fadhila ya kumtulisha mume. Yaani Mungu na wewe Shehe Mvano, kila siku Shehe Mvano. Nifanye siku moja uje naye kwanza na mimi muone. Haya. Endelea. Sisi tunaendelea hapa kula darasa lako. Unajua Mwenyezi Mungu Bwana Mtume
alipotumwa tu hapa, cha kwanza akaambiwa asome, na kusoma sio kwenye kufuata tu hizi, muda mwingine hata kusikiliza tu tunaokota. Ya Rab, tukubalie funga zetu, tukubalie dua zetu. Amina, amina. Naam, salamu alaykum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, vipi shekhe? Maana naona haraka haraka tu mbio mbio, mcheka spidi kali. Vipi, kuna tatizo? Shehe, sio tatizo. Yaani kuna kipindi unaweza ukaitupilia mbali shari, ukaikumbatia heri. Hapo mimi ndo nilipokuelewa. Nasikia yule kijana ule siji bakabaka siji nini, popobawa. Yule kijana alikuwa anamdandia mwanao yule, alikuwa anambambia yule mwana haramu ule mbambiko, anawaharibu mabinti wa watu. Nasikia umempa ndoa, umempa jumla. Shekhe, wa kiume wewe, mambo mengine lazima uwe na kaba. Hizi taarifa umezitoa wapi? Unapita kuzimwaga mtaani. Hata hilo nalo pia shehe wangu naliona baya. Mimi kuja kukusifu. Uislamu nadhifu bwana, Uislamu ni usafi ujue. Na usafi huo ni wa moyo, nafsi mpaka mavazi. Mimi baya nasema, zuri nasema. Na ndio maana nakupongeza kwa kumpa ndoa binti yako. Maana yake umefunga komeo la mahadhi upande wake, ukafungua heri. Lakini shehe, dhahama umebaki nayo wewe. Habari ya kuingia katika hoteli shehe wangu, kwa umri uliokuwa nao ndani wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, acha shehe wangu. Tukubalie funga zetu, tukubalie dua zetu. Mimi nikajua mfanyakazi tu wa kule, kumbe hapa kwako. Hapana, mimi sio mfanyakazi kwa kweli, na ulikosea sana kutambua hilo. Nahisi kwamba umechelewa, sio kosa lako kuweza kujua kwamba mimi labda mfanyakazi wa humu ndani. Kwa kifupi, hapa mimi ni nyumbani na boni hiya. Labda nikwambie tu kitu kimoja usichokijua. Nimefurahishwa na ujio wako wa leo, sio kitu kingine. Usijali, nitakuwa nakuja mara kwa mara, maana nimepapenda kweli. Kweli eh? Sana. Hata ile ombi lako hili nimekubalia. Wow. Kama ningekuwa kule nyumbani kule ningesema yani ningeluluta kwa kweli. Lakini kutokana na hapa sasa sijui nisemaje kwenye hili. Kwa kweli umenisurprise. Umenisurprise tena vilivyo. Kwa kweli siku ya leo mimi umenisurprise tena vilivyo kabisa. Kumbe ya mambo yanasaidia namna hii. Unajua mpaka nashindwa kuongea. Unajua kwamba tabasamu likizidi au furaha ikizidi mtu unaweweseka kama vile unaota njozi ambazo hazieleweki. Kwa kifupi nikuelekeze tu kitu kimoja. Wewe jisikie kama uko nyumbani. Tena labda nikutosheleze tu kwenye hilo. Ukitaka jigaragaze, jimwae, luka, cheza. Na muziki upo. Ukitaka una play tu pale music mode connected successfully. Unaruka unacheza namna hiyo. Stress hakuna. Tena ili jumba lina stress hata kitu kimoja. Shekhe. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo, wewe ni wa kiume bwana. Alafu wewe ni Muislamu. Tena Muislamu safi kabisa. Hapasi kuwa na mazingira kama hayo. Tangu siku ile ulivyonikuta pale kibandani, nilishakwambia kuwa mimi leo imenipata dharura. Lakini bado ungali kuangania, unayeshikilia, unatangaza, sijui kala ubwabwa, kala sijui nini. Ya nini shekhe? Bado ungali kunifuatilia tu. Leo unakuja kuniletea na hili tena. Hapana shekhe, unanikosea. Tena unanikosea sana. Lakini isitoshe, wewe ni Muislamu kama nilivyokuambia, na vazi lako linakuwakilisha kwamba ni Muislamu. Kanzu ya Kiislamu, lakini vazi unadhalilisha linakuwa kama dera kutokana na matendo yako. Maana hii sio kanzu tena, ni dera. Hebu angalia, ubaya unanifanyia mimi, unafanya mpaka mwanao. Mwanangu mimi? Si umevaa kofia yake. Yaani udhaifu unanifanyia mimi mpaka watoto wako. Jirekebeshe. Wa kiume wewe. Angalizo shekhe, sihitaji tena kunifuatilia. Kama ulinifuatilia mwanzo iwe mwisho. Sitaki. Acha kunifuatilia mimi
hata familia yangu. Kaa mbali kabisa. Tukubalie funga zetu, tukubalie dua zetu. Amina. Maneno bwana muingia mtu. Sema ukweli ijapokuwa unauma, ndo hii alosema Mtume. Ukweli bwana unamuumiza mtu. Hii kofia ya kuinanga hii kofia modo. Ashe siku hizi tunaenda na wakati. Kofia hii modo. Tukubalie funga zetu, tukubalie dua zetu. Amina. Amina. Ukitaka kufua unafua, ukitaka kulala unalala, ukitaka kula unakula, unapika chakula unachojisikia. Vyakula vipo mule, tumevifungia mule. Ukifungua tu vipo mpaka vilivyo hivi tayari viko mule. Ni wewe tu. Unafanya masiala. Leo kaingia wewe. Na yule mkaka mwingine unamhitaji? Nisipoteze muda kwenye hilo, maana swali jepesi sana. Yaani siku ya leo unakuja na maswali mepesi. Kama ingekuwa NECTA ungefelisha wanafunzi, kwa sababu tungejua amefaulu kumbe wanafeli. Yule ni kiherehere. Yule mimi napenda kumuita kiherehere. Kwa maana ya kwamba kama ule uherehere wake usingekuwepo, ningewahi mimi kuja duniani. Tumepishana theluthi tu kidogo tu kama hapa, yani chete tu, mimi ningekuja. Yule anapenda sana kukurupuka, na ndio maana chapu kafika hapa duniani. Sijui umenielewa? Ana uharaka yule kama mate ya ugoro. Kwa kifupi yule ni kaka yangu. Namuita tu kaka ili mradi tu. Au unaliona? Tukubalie funga zetu, tukubalie dua zetu. Amina. Kama nakufananisha, kama nakukumbuka vile. Hivi nimewahi kukuona wapi? Mimi nakaa pale ambapo alipohama shoga yako Mama Suu. Kule. Basi ilikuwa inakuja, inaingia, inatoka. Inakuja, kweli, na mimi ndo basi akili yangu yote inanipa. Nimeshawahi kumuona sehemu, lakini sijui sehemu yenyewe wapi. Yaani imekuwa jambo la kheri ndugu yangu. Yaani hapa ndipo nimevuruga, nimeenda hapa dukani lakini hata nilichokitaka sijanunua. Nimesahau simu, sikumbuki nimeiacha wapi. Sijui nyumbani, sijui wapi. Hivi mume wangu uko nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa lazima naomba simu yako mara moja, nimpigie ili aniangalizie kama nimeacha ndani. Simu yangu mimi nikupe wewe. Ili kusudi nipige nijue simu nimeacha wapi. Mama. Basi imekuwa vizuri. Yule pale ni binti yangu. Shika, nitatumia simu yake. Asante. Haya, sawa. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Ramadhani ni mwanga wa nuru. Shem, karibu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Wadengereko wanasema ndumbwi sae ndumbwi nkate. Yaani hapo kashabumbu, anze chai anze nini. Kwa kifupi kama nilivyokuelekeza, yule kiherehere ndio huyo. Na kama ulivyomuona, mambo yake ni kama kiherehere. Tena ondoa shaka. Usiwe na wasiwasi. Hapa ni kwako, muda wote kutaka kuja unakuja, tena ondoa hofu. Mbona kama kakasirika? Yule bwana hajakasirika. In short ni kwamba vile atakavyokuwa, kama ukimwona ipo vile, basi ujue ni kawaida yeye kuwa vile kutokana na uherehere ambao aliokuepo nao. Kwa hiyo na hakuna mtu mwingine yeyote zaidi ya mimi kwenda kumtuliza. Kwa hiyo nilichokuwa nakiomba hapa nikusindikize. Nikutoe. Sijui umenielewa? Uende ili mimi nikazungumze naye. Na hakuna mtu mwingine yeyote wa kuzungumza naye zaidi ya mimi. Mimi ndo mwenye akili. Yule tunamuona tu angekosa kusalimia hapa, salamu nayo pia ikwepe. Sasa si ukaongee naye, labda kama kuna kitu cha kumsaidia nimsaidie. Unaweza ukachangia, lakini wewe ni njuka hapa ndani. Kwa hiyo tuache sisi ambao tulioanza kufika hapa tunayajua haya mambo. Mpira tuucheze vizuri tu. Najua wewe utapiga juu mpira na mimi sitaki. Si unajua tena hii finali. Usije ukanikosesha ushindi. Kwa kifupi mimi nitaenda kuongea naye. Kile tutakachojadiliana
nitakupigia simu mama mtu, nitakuelekeza kama swala kupika na nuna kwa vitu tunamsusia chungu, wewe tutakuita, utakuja kupika, utakalangiza. Si upo vizuri kwenye kupika? Unaonekana macho tu ya moshi moshi hivi. Twende mama. Basi usikose kunipigia. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito Mama Zulfa. wa kurejea Mama Zulfa. kwa Mola. Farhia. Farhia. Mbona kimya kimetawala sana? Wameenda wapi? Mke wangu. Mama watoto. Hiyo hili linafuaka. Wako. Ama kweli hii somo kweli. Kwa nuru ya Qur'ani tukufu. Zulfa! Mama Farhia! Wameenda wapi? Nilikuwa na swali. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ramadhani ni